Ni Rabaone TV mabinu bwana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa Rabaone TV, basi nitakuomba usubscribe, ucomment, ushare. Na leo hii nimekuja kujibu swali la mtu mmoja anaitwa Shabani Kavula. Samahani nimetaja jina lako bila ridhaa yako, lakini swali lako labda ilikuwa la manufaa yako wewe binafsi, lakini mbona nije nililete kwa watu ili watu labda kuna mtu labda alikuwa anatatizwa na swali kama hili la kwako, au na yeye alikuwa anajiuliza afanyeje ili apate kuelewa swali hili hapa. Bwana Shabani anauliza, je, vipimo ninavyovitoa hapa kuhusiana na mifuko mbadala au mifuko ya kazi, TBS wanavitambua au TBS wanavifahamu? Hilo ndio swali la bwana Shabani, tuje tulijibu hapo mbeleni. Hii ni Rabaone, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, subscribe, sambaza video, pia waliki wengine. Tukutane hapa Rabaone. Mimi kijana Nasro wa Rabaone TV. Tumerudi tena baada ya break fupi, tumerudi. So Shabani au wadau wote wa Rabaone TV, kwanza niwaweke vizuri au niwaweke sawa kwamba mafunzo au kitu chochote ninachokuletea hapa Rabaone TV kwanza kina uhakika au kina ukweli wa 100%. Kitu chochote ninachokuja kukufundisha hapa, kama ni kutengeneza sabuni, kutengeneza batiki, kama ni kutengeneza mishumaa, lotion au mifuko mbadala na mengine mbalimbali ninayokuja kukuambia hapa, kwanza tambua yana ukweli wa 100%. Maana kila ninachokitengeneza, ninachokuleta hapa kuja kukifundisha hapa, mimi mwenyewe kwanza nakitengeneza. Yaani biashara yote ninayokuja kuifundisha hapa au somo lote ninaloleta hapa, kwanza jua mimi mwenyewe kwanza nimeshalipitia au mimi mwenyewe nalifanya. Kwa hiyo nina uhakika kwanza wa 100% kwamba kitu ninachokuletea hapa ni bora. Kama swali uliouliza, je, TBS wanaifahamu? Sasa ni bora zaidi. So turudi kwenye swali lako kwamba je, vipimo ninavyovitoa mimi TBS wanavifahamu? Nikuweke vizuri au niwaweke watu wafuatiliaji wa Rabaone vizuri. TBS iko hapa nchini au TBS ni shirika la viwango. Kila nchi na TBS yake. Ipo KBS ya Kenya, ipo UBS ya Uganda, ipo BS nini ile ya Burundi. Kwa hiyo kila nchi ina TBS yake. Sasa TBS ni shirika la viwango. TBS shirika la viwango Tanzania. TBS haipimi ukubwa au upana wa bidhaa unayozalisha. TBS inapima ubora wa bidhaa yako. Je, bidhaa ulizozalisha zina ubora? Malighafi unazotumia zina viwango, hazije expire? Je, mchanganyiko wa bidhaa hilo unayozalisha wewe ikiingia kwa watu, kwa watumiaji au ikiingia kwa jamii, haina madhara? Na bidhaa ile ikitumika kwa watu fulani haitawaletea madhara? Je, umechanganyeje? Mchanganyiko wa kemikali zako ulizopangilia mule zikoje? Kwa hiyo hicho ndicho anachokifanya TBS. Yeye anakagua ubora au kiwango cha bidhaa yako uliyotumika, ambayo unaweza akakuruhusu kwamba sawa, hii iko vizuri, unaweza kauza hata nchi za nje. Hii umekosea sehemu fulani, karekebishe kemikali. Hii karekebishe kitu fulani. Hicho ndicho anachofanya TBS. Ila TBS haikagui ukubwa au upana wa bidhaa yako. TBS ipo pale kwa kukagua ubora wa bidhaa yako. Ndio maana unasikia ni shirika la viwango Tanzania au shirika la ubora Tanzania. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Nikupe mfano mmoja. Ingekuwa kwamba TBS ipo kwa sababu kukagua ukubwa au upana wa bidhaa unayozalisha, basi walio wengi zaidi sasa hivi wasingefanya biashara. Watu kama wanaozalisha pipi, anafunga kitu fulani kadogo tu, kapipi kale kadogo, lakini kana nembo pale ya TBS. Kapo mtaani kanazalisha, kanauzwa mtaani au nchi za jirani. Mtu anazalisha lotion au mafuta ya mgando, vijichupa vidogo, vikopo vidogo, lakini vipo mtaani, vinauzwa supermarket, vinauzwa wapi na wapi. Kwa hiyo ingekuwa kwamba TBS wanaangalia ukubwa
au wanakagua ukubwa au upana au size, basi walio wengi wasingefanya biashara na wasingekuwa wanazalisha kabisa bidhaa. Lakini TBS haiko hapo kwa sababu ya kuangalia ukubwa au upana wa bidhaa yako. TBS iko pale kuangalia ubora. Je, bidhaa yako ni bora? Bidhaa yako ina kiwango? Hicho ndio kinachofanya na ndio kazi rahisi sana ya TBS. Sasa kwa hiyo vipimo ninavyovitoa mimi hapa vya mifuko, yani ile ni international au niseme ni quality ya kimataifa. Ile sio standard kwamba tunaitengeneza tu. Vipimo ninavyovitaja mimi, mfuko sijui wa kwanza, wa pili, wa tatu, ile ni standard, inatengenezwa sehemu yote. Inatengenezwa India, inatengenezwa China, inatengenezwa Marekani na sehemu zozote zile. Mifuko ile au vipimo vile ni halali kabisa. Na ili upate kuona uhalali wake au uangalie je ni halali, basi jaribu kufanya nini? Fanya utafiti kidogo. Fanya utafiti kidogo, ulizia hata wanaochukua mifuko nje kuileta humu ndani, kuileta humu inchini. Kwa hiyo jaribu kufanya utafiti, au nenda kuna mifuko mbadala ya non-woves. Nenda kapime, utakuta kuna ya 17, unakuta kuna ya 24, unakuta kuna ya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ni vipimo sahihi au ni kitu sahihi ambacho mimi nakileta kutoka kwangu kuja kwako. Kwa hiyo usiwe na mashaka yoyote kwamba vipimo hivi vinakubalika na TBS. Vinakubalika na TBS, lakini TBS haiko pale kuangalia vipimo. TBS ipo kukagua ubora au kiwango cha vitu unavyovizalisha wewe. Hiyo ndio kazi ya TBS, na nadhani nimeeleweka vizuri. Basi kama nimeeleweka vizuri, asanteni sana. Ila kama utakuwa sijaeleweka vizuri, basi nitakuomba wewe ambao hujanielewa, basi niandikie comment yako chini au tuandikie kwenye namba yetu ya WhatsApp unayopita kila mara, ambao ni 0755912838. Nitakujibu na mambo yote yataenda vizuri kabisa kama kawaida. Kwa hiyo bwana Shabani, nadhani nimeweka vizuri issue uliyotaka kuulizia. Na wewe mfuatilio Shabani, na wewe mfuatiliaji wa Rabo One TV, kwamba nimeweka vizuri kuhusiana na mambo ya TBS. Je, vipimo ninavyovitoa TBS wanavitambua? Vipimo ninavyovitoa ni vipimo vya hadhi ya kimataifa. Sehemu yoyote tengeneza mifuko yako kwa vipimo nilivyokupa, utaviuza hadi kimataifa. Wala usiwe na mashaka. Na ninachokifanya mimi sio kwamba nikakuletee tu taarifa huko za kutoka mtaani nije nikuletee hapa. Mimi nakupa taarifa ambazo zina uhakika wa 100%. Na chochote nitakachokiongea hapa ukakipeleka mtaani ukakamatwa, basi wataja fulani au TV fulani, nilisikia kwenye TV fulani kutoka online TV za Kitanzania, nimesikia sehemu fulani, ili wanitafute mimi. Maana ninajua jinsi ya kudefend na ninajua vitu ninavyoviongea vina 100% ya ukweli. Kwa hiyo ukikamatwa kisa kitu nilichokisema mimi hapa, basi nitaje mimi. Sawa? Ukikamatwa kwa kitu nilichokisema mimi, basi nitaje mimi. Ilikuwa ni hilo. Hili Rabo One TV, mimi ni kijana na Rabo One TV. Kama kwa chochote, basi utatutafuta kwenye namba zetu, utatuandikia message, tutakujibu na tutakupa msaada mwingine. Hii ni Rabo One TV. Alika ndugu jamaa na marafiki, pia subscribe, tuendelee kuwepo hapa Rabo One TV. Tukutane video inayofuata ya mafunzo zaidi. Usitoke.